Amenitoa mbali, mbali, mbali sana amenitoa mbali, mbali, mbali sana amenitoa mbali, mbali, mbali sana amenitoa mbali, mbali, mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Katutoa mbali Yesu, katutoa mbali Bwana. Sijajua ni eneo gani ambalo Yesu amekutoa, lakini kwa mimi mpaka hapa nilipofika Yesu kanitoa mbali sana. Bila kupoteza muda tunaweza tukaendelea na ushuhuda wetu sehemu ya pili pale tulipoishia jana, kwamba baada ya kujiuliza swali kwamba kwa hivi Roho Mtakatifu unawezaje kumpokea au yupoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuingia kulala, niliweza kumwona mtu akiwa na mavazi meupe. Huyu mtu alikuwa ana sura tofauti na yule mtu wa kwanza niliyekutana naye, ambaye sura yake ilikuwa inang'aa kama jua au kama mionzi ya moto. Huyu mtu nadhani alikuwa ni malaika ambaye niliweza kukutana naye, na ndiye ambaye alikuwa amekuja kunijibu swali ambalo nilikuwa wakati ule, kwamba Roho Mtakatifu yupoje au mtu anaweza kampokea kwa njia gani? Sasa wakati nilipokuwa nimelala, nilimuona huyu mtu na akaweza kuniita ombeni, nikaitika. Nilivyoitika akaniambia Roho Mtakatifu haji kwa mtu kwa sababu ya kuombewa. Bwana Yesu asifiwe sana, au kwa kuwekewa mikono. Roho Mtakatifu uja kwa mtu baada ya mtu kuanza kutenda matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Roho Mtakatifu humjia, alafu yule mtu akapotea. Nikaanza kujiuliza baada ya kushtuka sasa katika ile njozi ambayo nilikuwa nikiiota, nikaanza kujiuliza, ina maana inakuwaje matendo mema ni yetu, au inakuwaje mpaka mtu anakuwa anatenda matendo mema? Yaani kitu gani anakifanya mpaka anakuwa anatenda matendo mema? Nilianza kujitahidi hata kujizuia mawazo niliyokuwa nayo. Nilijaribu kujitahidi kutembea katika neno la Mungu, nilijitahidi kutembea katika kweli, lakini kila siku saa 3 kamili tulikuwa lazima tukutane eneo la kanisa kwa ajili ya kumwomba Mungu na wale wenzangu watatu ambao nilikwambia sehemu ya kwanza iliyopita. Rafiki yangu wa kwanza alikuwa anaitwa Fredi Kivahae, rafiki yangu wa pili alikuwa anaitwa Salum. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana saa 3 kamili usiku, tunaanza maombi yetu katika lile kanisa la EAGT Chunya mjini. Tulikuwa tunaomba, Mungu anaonekana kwa viwango vikubwa sana. Sasa baada ya kupokea huu ujumbe toka kwa malaika, nikasema haiwezekani, lazima niufanyie kazi ili niweze kumpata huyo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ilikuwa hivi, mwaka 2006 tulipoingia kwenye maombi, ilikuwa saa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa saa 3, wakati tunaomba nikawaambia wenzangu, jamani, tunahitaji kuomba uwepo wa Roho Mtakatifu uwepo pamoja nasi katika maisha yetu, au tunahitaji kumpokea Roho Mtakatifu. Kiufupi, katika yale maombi ambayo tulikuwa tunaendelea nayo katika wale watatu tulikuwa tunaomba wakati ule, mimi ndio nilikuwa kiongozi wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulikuwa watu watatu tu, lakini maombi ambayo tulikuwa tunaomba yani nadhani inaweza ikawa ni kama kanisa la watu 100 au 200, lakini ukiingia ndani ya kanisa unawakuta watu wako watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ule tulikuwa tunajitoa kabisa kwenye hali ya kumtafuta Mungu, na tulikuwa tuna kiu ya kumjua Mungu. Haijalishi tulikuwa na mazingira magumu kiasi gani ya kuto kumfahamu Mungu vizuri, lakini tulichokuwa tunakiamini kwamba maombi tunayoyaomba moja kwa moja yanafika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tulikuwa tunakutana tukiomba, ama tukifika wakati wa kukemea, tutakemea, tutavunja, tutaharibu. Sasa tulipoingia kwenye kengele cha kumpokea Roho Mtakatifu, Bwana Yesu asifiwe sana, usiku ule nakumbuka tukaingia kwenye maombi, tukaanza nyimbo ya kuabudu. Mimi nikasema, Mungu, usiku wa leo ninahitaji nimpokee Roho Mtakatifu. Tulianza na maombi pale, na tulikuwa tunaomba kwa tunatembea, tunazulula kanisa nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazulula kanisa nzima, tunaomba. Tulipofika wakati fulani, tulipoomba, umeme kama ukakatika namna hii, ukakatika
yani umeme ukakatika. Ulipokatika, yani ndio tukaanza kuomba sasa kutumia hisia zetu. Tunaomba, yani tunaomba, hatuoni chochote kwenye lile giza, lakini tumejifungia kanisani, tunaomba. Na tunaomba, yani tunaashiria kabisa tunakiona kitu ambacho tunakiomba. Nakumbuka mimi kuna wakati ulipofika, nilipoomba kuna eneo fulani lilisimama. Nakumbuka kuna kitu ambacho kiliniingia mwilini mwangu, kilikuwa kina kama umbile la mtu, lakini lile umbile la mtu lilikuwa ni nguvu, sio mtu. Ni yani ile nguvu ambayo iliniingia ni kama yani ina umbile kama la mtu. Unajua mtu akikugusa unaelewa, kwa hisia unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mbu akikugusa, ukiwa makini au ukiwa sehemu yenye utulivu, unachua kwamba mbu hapa kanigusa, hapa nzi kanigusa, hapa kuna mdudu mwingine kanigusa. Sasa yule hakuwa mdudu, bali alikuwa ni kitu chenye nguvu ambacho kilikuwa kina umbo kama la mtu. Kwa sababu kilinianzia kwenye ubavu, sehemu ya kulia, kikaniingia, yani kilikuwa yani ile nguvu ilikuwa ni kama umbile la mtu, liniingia mwilini wangu. Yani ilikuwa kama lina vichomi fulani, yani kama ganzi sio ganzi, nguvu za umeme kama sio nguvu za umeme, yani ilikuwa ni kama nguvu fulani hivi. Afu ghafla nikakuta kama yani kama nime vibration hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilivyo vibration nikajikuta niko chini, nikaogopa, nikatulia kwanza, kasema hii ni nini? Lakini tuliendelea na maombi usiku ule, tuliomba, lakini mimi bado yani nilikuwa sina amani na ile hali iliyonitokea, nilikuwa sina amani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ghafla umeme ukarudi, tukaendelea kuomba. Lakini nilivyoipokea ile nguvu, maombi niliyokuwa nayafanya tofauti na mwanzo. Na nilipopokea hii nguvu, nakumbuka siku ya pili yake nilipoenda kulala, njozi ya kwanza ilikuwa ni hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni hii. Mwanzo nilikuwa sina uwezo wa kuona jambo, nikasikia ikinitafsiria jambo. Lakini wakati nilipokutana nayo hii hali maombi ambayo nilikuwa ninayaomba, nilikuwa nikiona kitu, nilikuwa ninasikia sauti ikinitafsiria kitu ambacho ninakiona. Na hicho kitu ndiyo mpaka leo kipo katika maisha yangu. Ninaweza nikao kwenye madhabahu fulani, ninaona kitu fulani ambacho sikielewi, alafu ninasikia sauti hiyo ndio inanitafsiria. Kwa mfano kuna maono fulani iliyarushaga mwaka fulani hivi, nakumbuka mwaka 2020 2018. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza kutoa hata ushuhuda kanisani nilikokuwa naabudu. Nilifikishwa kwenye madhabahu ya nabii mmoja. Alafu nilipofikishwa kwenye ile madhabahu, nikaona watu wameshika makopo ya maji. Ndani ya makopo kulikuwa kuna funzi. Nikasikia sauti inaniita, ombeni, unaona hicho unachokiona? Nikamwambia ndio. Akasema unaona nini? Nikasema ninaona makopo yaliyojaa funza. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu sikuelewa zile funza zilikuwa zina maana gani. Hiyo sauti ndio iliyoniambia hizo funza unazoziona ndani ya makopo hayo ya maji, kazi yake ni kutafuna maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yake ni kutafuna maisha ya watu. Pia nikapelekwa upande wa kulia wa madhabahu ya huyo nabii, yuko hapa Dar es Salaam, na ni nabii mkubwa sana. Nikaona shimo kubwa ambalo limeshuka chini. Sikujua lina kina kirefu na limeshuka chini mpaka wapi. Hiyo sauti tena kaniuliza, kaniambia unaona hilo shimo? Nikasema ndio. Hilo shimo kazi yake ni kushusha nafsi za watu waliotafunwa na wale funza pale. Nafsi zao zikifa ndio zinashushwa kwenye hili shimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapo ndio kilikuwa chanzo cha kuisikia sauti ya Mungu. Lakini ndoto ya kwanza ambayo ilinitokea mwaka 2006 baada ya kukutana na hiyo hali ilikuwa ni hii. Nakumbuka baada ya kukutana na hiyo hali, nilipolala niliona mbele kuna meza, alafu nikasikia sauti inaniambia, ombeni, unaweza kuipindua hiyo meza? Nikasema hapana. Akasema sasa hapa inatakiwa utumie imani, naye hiyo ndio imani. Ile sauti kaniambia pindua hiyo meza. Nikasema meza pinduka. Haikupinduka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile sauti nikaisikia tena inazungumza, ikaiambia meza pinduka. Meza kapinduka. Nikasema sasa hiyo ndiyo kazi ya imani, au namna imani inavyofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie maisha ya imani, mtu ambaye anaweza kakufundisha kwa viwango ambavyo unatakiwa kuviamini ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Ukimpokea kwenye maisha yako, yeye ndiye ana level na kiwango ambacho unatakiwa ukipokea cha imani. Ndiye ambaye anazikuza imani zetu katika maisha yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana leo unafuatilia shuhuda mbalimbali za watumishi waliopita, lakini hivyo haviwezi kukusaidia. Kwa nini? Kwa sababu kila mtumishi aliyeitwa
ana njia ya kuipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana mahali pa kupitia, na mtu ambaye anaweza akakufundisha namna ya kupita katika hiyo njia ambayo hakuna mtumishi aliyepita ni Roho Mtakatifu ambaye unaye katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye yupo katika maisha yako. Huyo Roho Mtakatifu haumpokei kwa kuwekewa mikono, haumpokei kwa kufunga na kuomba ili umpokee. Ukianza kujibidisha kutenda matendo mema, ukianza kujibidisha kutenda vitu, yani mambo ambayo yanampendeza Mungu, Roho Mtakatifu huja mwenyewe, na Roho Mtakatifu anakuja kukusaidia wewe kutenda mapenzi ya Mungu na kutembea katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna unaweza ukatembea katika maisha ya kawaida, haiwezekani kutembea, lakini akija Roho Mtakatifu, Yesu alisema ndiye msaidizi wa kutusaidia kutembea katika kweli, yani njia ya katika wokovu wa kweli. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kutuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijitahidi kwenda kwa matendo ya sheria. Roho Mtakatifu ndiye anayeondoa nguvu ya dhambi ndani yako. Roho Mtakatifu ndiye anayekusaidia, kuwezesha kuelewa kutenda mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anakupa ratiba za kumhubiri Yesu, ndiye anayekupa nguvu za kumhubiri Yesu, ndiye ambaye anakupa nguvu za kushinda mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo niishie hapo. Niishie hapa. Hivi ndivyo namna nilivyoweza kumpokea Roho Mtakatifu kwa kipindi kile. Mungu awabariki, nawatakia wakati mwema. Tutaonana katika sehemu ya 3 ambayo tutaenda kuangalia mambo mengi sana ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yangu. Mungu akubariki.